Ni kukaribishe Love Life Academy, rafiki yangu popote ulipo na unapoendelea kusikiliza na kufuatilia. Leo tuna topic ya leo nasema haya huwafanya wasichana wengi linapokuja swala la kupata ndoa iwe ni changamoto. Haya huwafanya wasichana wengi swala la kupata ndoa iwe ni changamoto. Na kama haya bado yapo kwenye maisha yako, basi jua asilimia kubwa utapitia magumu kupata ndoa. Cha kwanza, huna Mungu na haumtangulizi Mungu katika safari ya kumpata mtu sahihi. Ina maana chochote unachokipata unahisi ndo hicho inakuwa tayari, lakini ni ngumu sana kuweza kupata mtu sahihi kama hautoamua Mungu akutangulie, akuoneshe na uweze kuzingatia pale anapokuonya kupitia ndoto, maono au ishara mbalimbali za mwilini za kukuonesha au kukufunulia mtu fulani, labda kukataa mawasiliano, kukiuka au kuhitaji kufanya vitu vya kwenye ndoa, kwenye uchumba, kuna vitu kama hivyo. Hizo zote ni ishara za mtu ambaye si sahihi. Lakini mbili ni unachagua. Kuchagua sisemi usichague, hapana, kwamba si kila mtu atakaye kuambia ni ila kuna wakati unachagua kwa sababu ya tamaa. Yani kwa sababu huyu muda mwingine amekuja yuko humble, ana upendo, ila kwa sababu labda ni mpole, ni mnyenyekevu au ana huruma na wenda ametumwa na Mungu, basi unapuuza. Lakini unataka kila ambacho unaona labda ni six pack, labda ni yuko hivi. Na wadada wengi huwa wananishangaza, huwa wanahitaji wanaume ambao ni wakorofi, wanawatreat vibaya na wanawaendesha kama magari mabovu. Kwa sababu gani? Haumtangulizi Mungu. Kwa hiyo shetani anakupa hiyo roho ya kishetani ili uweze kuteswa. Lakini kitu cha tatu ni kutogundua mapema ishara za matapeli na kuzikwepa. Lakini kitu cha nne ni kung'ang'ania mtu ambaye amekukataa na hayuko upande wako. Lakini tano ni marafiki wasio sahihi na makahaba ambao unaweka kwenye maisha yako, wanakushauri vibaya, wanakufundisha tabia mbaya. Lakini sita, unavaa kikahaba na kujiweka kizinzi au uzinzi kutanguliza mbele. Lakini cha sita ni kujianika mitandaoni kikahaba, kwa sababu kumbuka, leo umejiweka mitandaoni kikahaba, unatuma picha za ovyo labda kwenye mitandao ya kijamii, labda kama wakitaka kuja kukuchumbua itakuwaje? Wanaume na vijana wa sasa anaweza kukubaliana na wewe, lakini je, wazazi wanaokuona, ndugu wanaokuona? Unajua watu tunafanya vitu vya kujidhalilisha bila kujua future ya maisha yetu itakuwaje. Kwa hiyo anza kujirekebisha. Lakini mwisho kabisa, unazini na unamzalia kabla ndoa. Hayo yote ni machukizo na ni vitu ambavyo havitakupa ndoa. Kwa hiyo kama unafanya haya, yaache haraka sana, ni ili uweze kupata kitu ambacho Mungu atakileta kwenye maisha yako. Lakini pia ondoa scarcity mindset ya kuhisi kwamba wewe hutopata. Kwa hiyo ulipopata kitu kisichofaa leo unaking'ang'ania, unakililia, ukihisi ndo mwisho wa maisha yako. Hapana, wapo watu wengi sahihi ambao wataletwa na Mungu. Yule aliyebadilika kaondoka, muda mwingine ni shetani alikuwa amemleta, au hakuletwa na Mungu ila ni tamaa tu zilikuja, au hakuhitaji kukuoa, alitaka kukuchezea. Kwa hiyo usipojua ukagundua ukaelewa ukachukua hatua, kila wakati utakuwa ni mhanga wa maisha ya hapa duniani. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus name. Shalom.